mtaani kwenye kona ya vijana ambayo tulikwambia inaruka kila siku ya Jumamosi, lakini siku ya tukio yenyewe ni siku ya Ijumaa, ambapo Jumamosi naruka saa 2 usiku mpaka saa 2:30 tunakuwa tumeshakupa linki pale. Sasa leo niko mitaa ya Mambo ya hapa sehemu moja ambapo tunakula mishikaki ya kuchoma jioni kuanzia mida ya saa 1 kwa Mama Lau panaitwa. Pana mishikaki, maandazi, chai, uji, vitu kama hivyo na wali, mapilau, vitu kama hivyo. Lakini sasa nimeona washikaji ambao nataka nipige naye story. Mmoja kati ya washikaji ambao ni maarufu sana mtaani hapa. Mmoja kati ya anaitwa MC sijui nani sijui. Bwana mambo vipi? Safi kama kaa. Bwana poa kabisa. Wewe kwa majina unaitwa nani? Kwa majina yangu niliopewa na wazazi au ya wazazi tuacha. Jina maarufu natumia Shadow Official KT Swax One Liz. Yeah. Kwa nini Shadow sasa? Shadow. Nilijiita jina kwa sababu hili jina ni la sanaa. Okay. Sio nililopewa na wazazi wangu. Bwana niko na Shadow Mnyama. Shadow. Jamaa huyu kwenye mitandao ya kijamii pia anatumia hivyo hivyo Shadow Official. Moja kati ya vijana ambao wanapambana peke yao. Sasa leo kwenye kona vijana nimemleta ili tupige story kidogo kuhusiana na vijana. Wewe unaweza kawazungumziaje vijana wa kisasa hivi? Yaani ninavyozungumzia kisasa hivi najua wewe unajua namaanisha nini. Unaweza kawazungumziaje? Vijana kwa saizi wa kisasa. Japo kwa uchache asilimia kubwa wengi saizi hawataki kupambana. Hawataki kufight. Wanapenda mikato, wafu wanapenda kurahisisha vitu. Yaani hawataki mapambano yawe kweli kweli ili utoboe. Kila mtu naye muangalia saizi ambaye amefanikiwa, amepambana sana. So ameanza hapo. Hata mchicha ulianza kama mbuyu. Ila ukitaka shortcut ndo utakuwa haraka kama mbuyu. Unasema mapambano, yani watu walipambana, yani walipambanaje sasa? Kwa sababu ukifuatilia ni kweli watu wengi wanasema tupambane, lakini hawatupi kodi ile, yani tupambane kivipi? Yani kama kuna issue ambayo unaifanya either wewe ni nani, afisa usafirishaji stendi, naam, wewe unafanya biashara ya vyakula, au kama wewe ni bodaboda, au kama wewe ni DJ, basi inabidi kazi yako uipende na uisamini sana. Okay. Yani ina maana uipende, uisamini na upambane sana ufike pale panapotakiwa. Wewe ni miongoni mwa watu ambao pia uko maeneo ya stendi pale kwenye kampuni kubwa ya Shabibi. Ndio. Na kazi yako ile umeizoea. Kuna lugha moja ulitumia ukasema kwamba wewe mshahara wa mwisho wa mwezi una mashaka nao. Hebu tuambie, ilikuwa kwaje ukatamka kauli kama hiyo? Mimi sikuielewa of course. Nilisema hivyo kwa sababu unajua sisi watoto wa kimaskini, changamoto nyingi sana. Ukisema swala la kusema eti usubiri hela ya mwezi eti mpaka tarehe fulani, je, hapa katikati wewe na familia yako unaishije? Kama unasubiri hela ya mshahara, yani unaishije? Kwa sababu unaweza ukapata changamoto ni kubwa sana afu mshahara hauna, na wala kwa kukopa hamna, na uweze tu kukopa hela utatue matatizo. Huo ni uongo. Sasa kama kwa siku unapata shilingi 2000 afu changamoto inahitaji 10,000, unafanyaje? Hapo inategemeana sasa. Sasa ukasema unapata 2000 hamna. Mungu anaweza akakubless ukapata tatizo la 20,000. Unajua wanasema mwenye nacho ongezewa. Wewe una 10,000. Umepata tatizo la 20,000. Ni simple kupata 10,000. Okay. Okay, kwa hiyo unaweza kupata ukawa na tatizo la 20,000 lakini ni simple kupata 10,000. Na ukiwa na 10,000 yako. Okay, sawa Shadow, unajua una mengi ya kuambia vijana hususan wanaopenda maendeleo. Wewe kama kijana mwenzao mpambanaji, wewe una media, lakini pia kule mtandaoni kwetu tuna makatuni mengi, tunaposti, tunatafuta pesa kote kote, lakini wewe unatushauri kwamba tutafute hela ya siku moja. Una neno gani sasa la kuambia wale vijana ambao wao wanahitaji mafanikio lakini wavivu kufanya kazi? Mimi nadhani kwa kila kijana kwa kile ambacho anachokifanya, na kama una kazi yoyote au mishi yoyote, basi inabidi ujitahidi upate mishi yoyote ikuingizie hata 2000 kwa siku kuliko kujibweteka tu. Aidha usubiri masponsor,
au subiri mtu mpaka akupe hela. Maana hata kwenye Biblia wanasema mwenye nacho uongezewa. Unafanya kitu Mungu anakubless hapo unapata kikubwa zaidi. Lakini ukibweteka hivi ni changamoto. Kwa mimi nawashauri vijana wapambane, waache uvivu. Sasa wanaita watoto 2000 wanapenda vitu simple. Mteremko ndio ile ya kuangukia kwa mishangazi. Bwana, kazi kubwa sana. Ni bora upande mlima kuliko kushuka, maana utaangukia kwa mishangazi. Bwana, niko kwa Mama Lau hapa, tunasubiri mapilau hapa yaweze kupikwa hapa ili tuweze kuyabamiza. Lakini jioni hapa saa 1 hivi kuna mishikaki fulani hivi amazing ambayo iko hapo. Nguvu ya jero. Unapata mshikaki mmoja mzuri na unaweza kaja na ugali kutoka huko uliko kala mishikaki yako fresh, maisha yakasonga. Usisahau kwamba tuna soda pia za baridi hapa, pilipili iliyotengenezwa kwa kiwango safi. Mitaa ya mambo hapa. Ukifika uliza Mama Lau mapilau utampata. Shadow, tumalizane na wewe sasa. Wewe ni miongoni mwa watu ambao ni content creator. Tunatamani sana uwe ni ufanye kazi kwenye kampuni fulani. Tunakupata kwa gharama gani au bado hujajipata kwa gharama? Unajua bwana, kila kitu ni maelewano. Okay. Mimi najisimamia mwenyewe. Kwa sipo kwenye taasisi ya mtu fulani, mimi mwenyewe. Shadow Media, ambapo kwa Shadow Media unanipata YouTube, lakini Shadow_official_KTZ unanipata Insta. Lakini na Facebook unanipata kwa Ed Joseph, lakini kuna Shadow Walker. Hapo unanipata hivyo kwa jina. Kwa cha msingi watu watufuatilie. Sisi ni wa content creator wa mkoa wa Rukwa, tunaipenda Rukwa na tunajivunia kuzaliwa Rukwa kwa sababu ndio kwetu na hatuna sehemu nyingine ya kuplay zaidi ya Rukwa. Shukrani sana. Pamoja. Bwana, tulikuwa kwenye kona vijana kitaa. Ijumaa leo imedondoka hapa kwa mnyama official Shadow. Mtu mwenyewe ambaye anajitengenezea vitu ya kutosha, yani ana vitu vingi, ana maidia kibao. Unaweza kumcheki kwenye mitandao kama alivyosema. Usiache kutufuatilia kwenye mitandao yetu. Tuko pale mjini YouTube, tunatumia Yusto Mwenda, Instagram, TikTok na Facebook. Hadi wakati mwingine, bye bye.